Yes, habari, karibu sana. Nataka siku hii ya leo niweze kukufahamisha kwamba je, unafahamu maji haya ya ufugiaji wa samaki. Kwa mfano samaki waliopo humu ni kambale. Je, unafahamu maji haya ni maji ambayo yanakuwa na mbolea nzuri na ya kutosha sana. Sasa nataka nikuonyeshe kwa picha na ama kwa video hii uweze kuona vizuri ya kwamba hii ni mbolea ambayo ipo kwenye maji haya kambale. Na hawa ni kambale ambao wanafugwa humu kwenye haya maji kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii ni mbolea, na mbolea hii ni nzuri sana kwa ajili ya shughuli ya umwagiliaji. Kama unataka umwagilizie kwenye mashamba, labda kama unafanya shughuli labda ya kilimo cha nyanya, mboga za majani, basi ni mbolea ambayo ni ya moja kwa moja, ni organic, na yenyewe ni mbolea ambayo haina changamoto yoyote. This is not a man-made manure. Kwa hiyo hii ni natural manure. Kwa hiyo unaweza ukaitumia hii moja kwa moja kwenye shughuli zako za umwagiliaji kwenye kilimo. Kwa hiyo hii inakuwa ni circular economy, na hii inakuwa ni circular agriculture. Kwa hiyo inakuwa ni kilimo ambacho kinasapotiwa kwa namna ya kuweza kujitegemea chenyewe, sustainable. Kwa hiyo nakupa mfano hapa, kama maji tunatoa hapa sasa hivi kwa kutumia teknolojia hii. Hii ni physics, ni mambo tu ya kiuhandisi haya. Kwa hiyo uhandisi wa mazingira, mambo kama hayo unajifunza. Kwa hiyo maji haya yanatoka huku, unayachota moja kwa moja kwenye chombo chako maalum, kama umeandaa, kama ni ndoo, kama ni beseni, au kama ni kwa namna nyingine yote tu ya kitaalamu zaidi. Kwa hiyo maji hayo baada ya kuyachukua hapo, inakuwa yapo vizuri na yamesha changanyika humu ndani, na unatoa chini moja kwa moja katika mfumo huu. Kwa hiyo yanatoka chini moja kwa moja. Kwa hiyo mara baada ya kutoka hapo, unaweza ukatizama zaidi kwamba maji haya yanakwenda kumwagilizia kwenye sehemu zile. Mule unaona kuna mboga zipo pale, kama unavyoweza kuona kwa namna hiyo. Kwa hiyo kuna mboga zipo hapo, unamwagilizia. Nakupa mfano mmoja wa kiuhalisia kabisa. Nilishajaribu kufanya majaribio haya kwenye shughuli ya kilimo kwa kupanda bustani ndogo tu ya mchicha. Ndani ya siku 9 ule mchicha ulistawi vizuri sana kutokana na mbolea hii ambayo ipo kwenye haya maji ya kambale. Na kama unavyoweza kuona, kambale wapo sasa hivi wanaendelea kusurvey, wanaendelea kuburudika. Lakini kwa mazingira ya kambale hapa, wanakuwa wapo under stress, wapo kwenye stress moja ya hatari sana, kwamba umeshaona kuna changes, kuna mabadiliko. Kwa hiyo wanaanza kustuka, nini kinaendelea, wanaanza kuhangaika, wanaanza kukimbizana huku na huku, yani ile environment yao inakuwa tumewaingilia. Lakini kiuhalisia, elimu yangu ya leo, siku ya leo, ni kuweza kukupa maarifa ya namna hii, na nchi ambazo zimeendelea zaidi ama wadau ambao wamepiga hatua zaidi, wao kwenye mazingira kama ya bwawa kama hili hapa kwa juu, unakuta wameka cage. Lile cage inakuwa ni maalum kwamba wanajenga banda la kuku. Inakuwa kama ni banda la kuku, hawa birds, hawa ndege, kama ni kuku, kama ni kanga, kama ni bata, anajenga hapo juu, anaweka. Kwa hiyo kwa mwingine, kwa teknolojia ya namna hiyo ya mzunguko wa kilimo wa kisasa, ni kwamba wale kuku kinyesi chao wanachoweza kujisaidia pale kitaanguka humu chini moja kwa moja kwenye mazingira ya bwawa la kambale. Kambale wanakula kile kinyesi cha wale kuku, na hii kwao inakuwa ni organic food moja kwa moja, wanakula kutoka kwenye kinyesi cha kuku. Kwa kambale wao ni jambo la kawaida, wao hawana shida, wao wanatumia. Kwa hiyo kambale wakati wanakula wao, baada ya kumaliza kula, nao pia kambale watajisaidia kama kwa njia ya kinyesi. Kwa hiyo kile kinyesi sasa ndio mbolea yenyewe, ambayo kwa sasa hivi kama stage kama hii ndio inakuwa kama hivi. Kwa hiyo unatoa hayo maji, yanakuwa kama mbolea, then unaenda kuyapeleka kuyamwagilizia kwenye bustani. Kama utakuwa umeelewa bustani labda la nyanya nini. Then zile nyanya kama utakapokuwa labda umevuna, unazichukua tena nyanya ambazo labda uzihitaji, labda zimepata changamoto kidogo labda ya kuweza kuiva nini na nini, labda zimeiva sana. Kama unataka uende ukawalishe mifugo, unalishia mifugo, unarudisha tena kwa kuku, kuku wanakula tena. Kwa hiyo kuku watakapokuwa wanakula zile nyanya, itakuwa umetengeneza mfumo wa kwanza, ni mfumo wa kilimo ambao ni wa kutegemeana, kwamba kuku anategemea nyanya, anategemea mboga za majani, labda utakazokuwa umemkatia amekula. Kuku naye baada ya kukula hizo mboga za majani, moja kwa moja kinyesi chake
kambale atakwenda kukitegemea moja kwa moja kama chakula, na baada ya kambale kutegemea kama chakula, kambale pia kinyesi chake kitakwenda kwenye bustani. Kwa hiyo bustani itakuwa inategemea mbolea ya kutoka kwenye kinyesi cha kambale. Kwa hiyo hii inakuwa ni circular economy na hizi ni agribusiness moja kwa moja kwa wale wanaofanya biashara labda za kilimo pamoja na mifugo ya namna hiyo. Lakini vile vile kwa kilimo cha sasa hivi tunasema kama masuala ya blue economy. Hii ndio blue economy yenyewe ambayo moja kwa moja yenyewe kwamba yeye moja kwa moja ni rafiki kwenye mazingira yetu. Kwa hiyo hii ni eco-friendly business, ni eco-friendly projects za namna hiyo. Lakini at the same time pia kwa hamasa zaidi ya kuweza kusonga mbele inakuwa ni sehemu pia ya kuweza kutengeneza project ya kiutalii. Watu wanaweza wakafika wakaangalia kama shughuli ya utalii, wanaona jinsi maji yanavyotoka kwenye bwawa yanakwenda kwenye mfumo labda umwagiliaji kwenye mashamba, jinsi kuku wanavyokula, jinsi kinyesi cha kuku kinavyoshuka chini. Kwa hiyo unakuwa umetengeneza masuala ya eco-friendly tourism na tunayozungumzia hapo chini ya Kurasa Foundation. Lakini vile vile tunakuwa tumetengeneza blue economy kwamba huyu mtu ana uwezo wa kupata akakuza uchumi wake ama kipato chake kupitia project ambayo inajitegemea yenyewe. Ana haja ya kwenda kununua vyakula sehemu zingine. Kwa hiyo inakuwa katika namna hiyo. Kwa hiyo haya ni maarifa ama ni elimu ambayo ni chache tu naweza kushare siku hii ya leo pamoja na wewe pia uweze kuisikia. Lakini hizo ni projects ambazo hazihitaji uchumi mkubwa sana. Hapana. Kwa sasa hivi kama kwa hatua tu kama hiyo ambayo nimeweza kusema hapa, ni namna jinsi gani ya kuweza kujenga huku cage, kujenga banda hapa juu lenye urefu maybe takriban kama futi kama 4 au futi 5, kwa kujenga banda la urefu wa futi hiyo kuanzia hapo. Bustani kama ni kule nyuma, unaweza ukaweka kule bustani. Kwa hiyo ni project ambayo ina support sana shughuli za kimaendeleo na ni rafiki katika mazingira. Kwa hiyo haya ndio mambo tunayozungumzia katika blue economy, mambo ambayo tunayozungumzia sehemu moja hapo kama ya ajira, sehemu moja hapo kama ya mtu kuweza kujiajiri na kuweza kupata kipato ambacho ni sustainable kwenye maisha yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo hapa let me share with you kwamba uweze kuona sehemu ambayo imemwagiliziwa haya maji. Unaweza kuona jinsi ilivyo, unaona jinsi gani haya maji yalivyokuwa na mbolea. Unaweza kuiona hii ni mbolea kabisa ya haya maji. Hii hapa. Umeona? Ni mbolea hii hapa. Yes. Ni mbolea kabisa. Kwa unaona ya maji ya Kambale jinsi yalivyokuwa. Ni mbolea nzuri kabisa ya moja kwa moja ambayo unaweza ukaitumia kwenye shughuli za umwagiliaji wa kilimo chako kidogo kama ni bustani ndogo nini. Kwa hiyo hapa hizi ni utafiti tu mfupi ambao unafanya hapa. After 2 weeks nitakuja tena niweze kukuonyesha zaidi jinsi mboga hii itakavyostawi. Kwa hiyo karibu sana Kurasa Foundation. Tunawakaribisha, tunajaribu kushare concept kama hizo za mazingira namna hiyo ili tuweze kusonga mbele. Lakini vile vile katika project kama hii, kwa mfano kama hapa kwenye hili bwawa, unavyoliona hili bwawa, hapa kuna kisima kipo hiki hapa. Ni kisima cha maji, rainwater, maji ya mvua. Kwa hiyo hiki ni kisima ambacho kina ujazo wa lita 40,000 zipo hapa. Kwa hiyo maji yanatoka huko yanakuja yanaingia hapa. Kwa hiyo kama kitokea haya maji yamepungua kama hivi, tunataka labda tunafanya shughuli ya umwagiliaji sasa hivi, ili tuweze kulijaza tena libwawa na kutengeneza environment ile, maana tutakiwa kusafisha sana. Inabidi tuendelee kuatukia mazingira yale ya Kambale. Kwa hiyo kinachokuja kufanyika hapa ni kwamba maji tunaweka hapa generator. Generator hilo litavuta likiwa lina pump kabisa moja kwa moja. Na ni mfumo moja kwa moja kabisa wa pump kuweza kuvuta hapa. Kwa hiyo itavuta hapa na kuweza kuleta maji humu. Kwa hiyo maji humu yatakuja yatajaa tena. Kwa hiyo itakuwa ni mfumo wa kuweza kuzunguka. Kwa hiyo maji hauna haja kutumia maji ya kutoka kwenye mamlaka zetu za maji za wizara hizi, labda wizara ya masuala ya maji. Lakini unachokuja kutokea hapa ni kwamba unachokuja kutokea hapa ni kwamba maji yale ambayo tunatumia tena hapa yanatoka kwenye mvua. Kwa hiyo unaona jinsi gani kwamba hata masuala ya cost of operation inakuwa ni ndogo sana. Maji yanatoka kwenye mvua moja kwa moja yanaingia hapa. Yakishaingia hapa kwenye tanki hili la chini, underground tank,
yanakuja hapa moja kwa moja kwenye bwawa la samaki la Kambale, yanatoka na mwagizia, kwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo it's a good thing. That's why I've decided to share with you today. So you are warmly welcome. If you have any question, I am ready to answer. So just check on me or check on us at Ukurasa Foundation. Then we are ready to share something with you. We are ready to educate different people. We are ready to share some knowledge, some skills that we have learned here. So you are warmly welcome and karibu sana Ukurasa Foundation. Tupo tayari kuweza kuzungumza na wewe, kuweza kuulizana maswali zaidi, na ni taasisi ambayo ina deal sana na masuala ya kimazingira, yani mahususi kwa ajili ya environmental issues ambazo moja kwa moja zipo under innovations, mambo ya empowerment, mambo mbalimbali ya management and utilization. Kwa hiyo unaona jinsi gani masuala climatic mitigation and adaptation. Kwa hiyo unaona jinsi gani hizi na concept yetu, kwa mfano hii ya bwawa hapa inazungumzia masuala ya resource utilization. Kwa hiyo how are we going to utilize our resources that we have? Kwa hiyo kuna resource kama hii ya mifugo, Kambale wapo katika nchi ya kutosha. Kuna mboga za majani, mbegu zipo za kutosha. Mvua Mungu anajalia inanyesha kwenye nchi kwa kiasi chake. Kwa hiyo hizo resources ndo njia nzuri ya kuweza kumobilize na kuutilize at the same time kwa ajili ya kusupport blue economy kuweza kusonga mbele na kuanzia pale kuishia wengine. Kwa hiyo karibu sana Ukurasa Foundation, karibu sana Tanzania, karibu sana. Tuko pamoja.